kukopa tena, au tufunge mshipi, tutoe kitu inaitwa ushuru, tunyone kama tunaweza jitegemea, lakini imekuwa ngumu sana. Na ndio tunasema lazima tujikakamue tukiwa Kenya kwanza. Lakini kwa sababu Mkenya amefika saa hii, sioni kama ikiendelea tena mwaka mmoja ama mbili, sioni kama bado tutakuwa tumesimama. Kwa hivyo kama serikali mpaka tufanye bidii tuhakikishe kwamba ile tunaita the cost of living for Kenyans has come down. Na niko nashukuru leo kwa sababu rais wetu amesema kwamba tumelipa deni karibu zote. Ile imebaki ile kidogo tu ambayo is not threatening. Kwa hivyo uchumi kuanzia sasa tukiweka mikakati ambayo ni nzuri ya economy, uchumi itaanza kuendelea kukua nzuri. But Kenyans must not give up. They must continue fighting. Lazima Wakenya waendelee kujaribu kufanya kazi kwa bidii ili tuweze kujenga uchumi wetu ili tukue na independence ya economic. Tangu independence tumekuwa na kampuni yetu ambayo inasambaza stima inaitwa Kenya Power. Kenya Power si kampuni ya serikali ya Kenya. Wale wako wanajua hivyo, nataka leo mjue. Kenya Power ni kampuni ambaye serikali ya Kenya iko na shareholder ambao ni majority. Kuna wengine ambao ni independent shareholders na wengine ambao wanaown Kenya Power wameketi hapa na wengine wameketi hapa kununua shares. Kwa hivyo kuna vitu vingine ambaye Kenya Power haiwezi fanya. Haiwezi kutoa pesa yake kwa mfuko ikuwekee stima nyumbani. Na kwa sababu hiyo ndio sababu usambazaji wa stima ilikuwa na ngumu sana. Mpaka miaka ya Mheshimiwa Kibaki ikasema lazima tutengeneze parastato ambayo itasaidia Wakenya kusambaza stima tukitumia pesa ya serikali. Ikatengeneza kampuni mbili. Kampuni ya kwanza ilikuwa inaitwa Kenya Rural Electrification Authority. Siku hizi inaitwa REREC, imebadilishiwa kidogo kwa sababu iko na ile regulation ya power na ile maneno mengine. Ile ilikuwa inaitwa REA, sasa inaitwa REREC. Hiyo ndio kampuni ambayo inafaa kusambaza stima na umeme kutumia pesa ya serikali.